Habari mtazamaji wangu, karibu sana kwenye simulizi hii ya kipekee inayogusa moyo na kutetemesha nafsi. Ni hadithi ya kijiji kilichojaa hofu, imani za kishirikina na ibada za kutisha kwa mzimu wa nyoka mkubwa. Lakini pia ni simulizi ya upendo wa mama, ujasiri na ushindi dhidi ya nguvu za giza. Utakutana na Elizabeth, mwanamke jasiri anayekataa mila ya kutoa mapacha wake kafara, akianza safari ya mateso, imani na muujiza hadi kushinda giza lililolitawala kijiji kizima. Usiache kutazama hadi mwisho, utajifunza thamani ya imani, nguvu ya upendo na jinsi mwanga unavyoweza kushinda giza. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili usipitwe na simulizi zinazofuata. Sasa kaa vizuri, tuanze simulizi ya kafara ya mizimu ya kijiji. Kulikuwa na kijiji kilichoitwa Kiwanda, kijiji kilichozungukwa na misitu minene na mito iliyokuwa ikibubujika maji yenye harufu ya udongo na uhai. Watu wa kijiji hicho waliishi kwa hofu ya kitu kimoja tu, mzimu wa nyoka mkubwa aliyeitwa Mujongi. Walikuwa wanaamini kuwa nyoka huyo ndiye mlinzi wa ardhi yao, anayewapa mvua, chakula na uhai. Ikitokea mtu amevunja agano lake, kijiji kizima kilipata laana, ukame, magonjwa na vifo vya watoto wachanga. Kila mwaka, siku ya mwezi mpevu, watu walikusanyika kwenye pango lililokuwa mashariki mwa kijiji, wakipeleka sadaka kwa Mujongi. Sadaka kubwa kuliko zote ilikuwa ni watoto mapacha. Wanasema tangu enzi za mababu, mapacha walihesabiwa kama alama ya mzimu. Mmoja hutolewa kafara, mwingine huachwa hai kama ishara ya upendo wa mzimu kwa binadamu. Wanawake walikuwa wakijua, ukijifungua mapacha, mmoja si wako. Siku za kafara zilikuwa za hofu. Wazee wa kijiji walipiga ngoma na kuimba nyimbo za ibada, wanawake wakalia, wakafunga safari kuelekea pangoni wakiwa wameshika vikapu vilivyojaa maua na damu ya mbuzi. Hakuna aliyewahi kuthubutu kuhoji utaratibu huo. Katika kijiji hicho, alikuwepo mwanamke mmoja aliyeitwa Elizabeth, mwanamke kijana mwenye moyo wa ujasiri na uso wa upole. Alikuwa mnyenyekevu, mpenda amani, lakini moyoni mwake aliogopa mila hizo. Elizabeth alikuwa mjamzito. Miezi mitatu kabla ya kujifungua, alihisi kitu cha ajabu tumboni. Maumivu yakipishana pande zote mbili, kana kwamba kulikuwa na mapacha wanaopigania nafasi tumboni mwake. Alijua hadithi ya mapacha ilivyokuwa na hofu, hivyo akabaki kimya. Hakumwambia mtu yoyote, hata jirani zake. Kila usiku aliomba kimoyomoyo, Mungu wa kweli, kama ni mapacha nisaidie nisiwapoteze. Siku ya kujifungua ilifika usiku wa manane. Upepo ulivuma kwa nguvu, mbalamwezi ukimulika paa la nyumba yake ya udongo. Hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Wanawake wengine walikuwa msituni wakijiandaa na tambiko la mwezi. Akiwa peke yake, akiwa na maumivu makali, Elizabeth alijifungua mtoto wa kwanza, kisha dakika chache baadaye, mwingine akafuata. Alipowaona wote wawili, machozi yakamwagika. Wote walilia kwa nguvu, wakitikisa pumzi ya nyumba ndogo ya udongo. Alijua huu ndo ule wakati ambao kila mama kijijini aliwahi kuogopa. Alitazama watoto wake, akapumua kwa nguvu, kisha akasema kwa sauti ndogo, sitamtoa yoyote kati yenu. Ninyi ni damu yangu. Kwa haraka, alichukua blanketi lake la zamani, akamfunga mtoto wa pili kwa upole na kumweka nyuma ya chumba, kwenye kisanduku kikubwa cha nguo. Alimfunika kwa uangalifu, akahakikisha anapumua vizuri. Kisha akamchukua mtoto wa kwanza, akampangusa vizuri na kumweka kwenye kitanda cha manyoya. Aliposikia sauti za majirani zikikaribia, wanawake waliokuja kumsaidia kuona mtoto, moyo wake ulianza kudunda kwa nguvu. Alijaribu kutabasamu ingawa hofu ilimvaa. Wakaingia ndani wakibeba taa ndogo za mafuta. Elizabeth, hongera. Ni mvulana ama msichana? Mmoja aliuliza kwa furaha. Elizabeth akasema kwa sauti ya kutetemeka, ni mmoja tu, mvulana wangu. Wanawake wakacheka kwa furaha, wakimsifia kwa uzuri wa mtoto huyo. Hakuna hata mmoja aliyegundua sauti ndogo ya mtoto mwingine iliyokuwa ikijaribu kulia kwa mbali ndani ya kisanduku. Usiku huo, Elizabeth alikaa macho, machozi yakimtoka kimya kimya. Kila alipomsikia watoto wake wakipumua, moyo wake ulijaa upendo na hofu kwa wakati mmoja. Alijua amevunja agano la kijiji, na kama mtu yoyote akijua ukweli huu, roho za mababu na nyoka wao mkubwa Mujongi zingemwangamiza. Lakini aliamua kubeba siri hiyo peke yake, hata kama ingegharimu maisha yake. Miezi kadhaa ilipita tangu Elizabeth ajifungue kwa siri. Maisha yake yaligeuka kuwa safari ya hofu na tahadhari kila siku.
Aliishi ndani ya nyumba yake ya udongo yenye milango miwili, mmoja wa kuingilia, mwingine mdogo wa nyuma ambao aliutumia kumuingiza au kumtoa mtoto aliyemficha. Hakuna mtu kijijini aliyewahi kutia shaka kwamba ana watoto wawili. Kila alipokwenda sokoni, alimbeba mtoto mmoja tu, yule ambaye kijiji kilijua ndiye mwanawe pekee. Watu walimpenda mtoto huyo, wakimsifu kwa utulivu wake na macho yake makubwa ya kuvutia. Wengine walisema, huyu mtoto ana baraka za Mujongi, na Elizabeth kila alipoyasikia hayo alihisi moyo ukimdunda zaidi, kwani alijua baraka hiyo ilikuwa na kivuli cha siri nzito. Nyumbani, alimwacha mtoto wa pili ndani ya chumba cha nyuma. Alimficha chini ya kitanda, akitandika blanketi nene ili sauti zake zisivuke nje. Wakati mwingine alimpaka mafuta ya mkaratusi ili harufu yake isitambulike na watu walio karibu. Elizabeth alijua hatari kubwa aliyokuwa akiichezea, lakini upendo wa mama ulimfanya awe jasiri. Siku moja ya jua kali, Elizabeth aliamua kwenda sokoni mapema kutafuta unga na maziwa. Alimnyonyesha yule mtoto aliyemficha, akamwambia kwa upole, "Mama anarudi haraka, tulia mwanangu." Kisha akamchukua yule mwingine mgongoni, akafunga mlango na kuondoka. Dakika chache baada ya kuondoka, Halima, rafiki yake wa karibu sana, alifika nyumbani kwake. Walikuwa wamekulia pamoja, wakishirikiana siri nyingi tangu utotoni. Halima alibeba kikapu cha matunda, akisema moyoni, leo nitamshangaza rafiki yangu. Alipofika, aligonga mlango mara 3, lakini hakusikia jibu. Akakaa kwenye kigoda nje, akisubiri huku akiimba kimya kimya wimbo wa jadi wa akina mama. Dakika ziliendelea kusonga. Mara akasikia kitu ndani, sauti ndogo ya mtoto ikilia kwa maumivu ya njaa. Halima alishtuka. Labda Elizabeth ameacha mtoto ndani, alijiambia. Kwa haraka, alisimama na kuingia ndani. Nyumba ilikuwa kimya, harufu ya maziwa na dawa za mitishamba ikijaa angani. Sauti ya kilio ilimvuta hadi chumba cha ndani. Alipoingia, aliona kitu kilichomfanya aweke mkono kifuani kwa mshangao. Chini ya kitanda, kulikuwa na mtoto mchanga akilia, amefunikwa kwa blanketi jeupe. Halima alichukua pumzi ndefu, macho yake yakijaa mshangao na hofu. Alimsogelea polepole, akamuinua mtoto mikononi. Alimwangalia kwa makini. Alifanana kabisa na mtoto wa Elizabeth aliyemzoea kumuona sokoni. Ewe Mungu wangu, Elizabeth ana mapacha? Alijiuliza kwa sauti ya chini. Akiwa bado amebeba mtoto, akihisi mchanganyiko wa mshangao na huruma, ghafla mlango wa mbele ukafunguliwa kwa nguvu. Elizabeth alikuwa amerudi. Aliposimama mlangoni na kumuona Halima akiwa amembeba mtoto wake wa siri, damu ilimganda. Kikapu cha mboga kilimponyoka mkononi, matunda yakatapakaa sakafuni. Halima alitamka kwa sauti ya kutetemeka, machozi yakianza kujaa. Naweza kueleza kila kitu, tafadhali usiogope. Halima hakusema chochote. Alimtazama rafiki yake huyo kwa mshangao wa kweli. Baada ya sekunde chache, Elizabeth alimkaribia, akainama chini, akashika mikono yake na kusema kwa sauti ya uchungu, tafadhali Halima, huu ndio ukweli wangu. Nilijifungua mapacha, na mila ya kijiji inataka nitoe mmoja kafara kwa nyoka yule wa pangoni. Siwezi kufanya hivyo. Siwezi kutoa damu yangu mwenyewe. Nilikufa moyo, nikaamua kumficha. Tafadhali, nisaidie kunilinda. Halima alinyamaza kwa muda mrefu, akitazama uso wa mtoto na macho yenye hofu ya rafiki yake. Moyoni, alihisi huruma kubwa. Alimkumbuka Elizabeth alivyojali watu, alivyojali marafiki zake. Hatimaye, alinyanyua macho, akasema kwa sauti ya upole, usiogope, rafiki yangu. Sitamwambia mtu yoyote. Mtoto huyu ataendelea kuwa siri yetu. Elizabeth, machozi yakitiririka usoni. Alimshika Halima mikono akisema kwa shukrani, asante Halima. Mungu akulinde. Kama si wewe ningepoteza kila kitu. Halima akamtazama kwa upole na kumkumbatia. Lakini Elizabeth, alisema, siri kubwa kama hii ina miguu mirefu. Iweke salama sana. Watu wa kijiji chetu wana macho ya giza. Maneno hayo yalibaki moyoni mwa Elizabeth kama kivuli. Siku hiyo walitabasamu kwa muda, lakini ndani ya mioyo yao wote wawili walihisi upepo wa hatari ukianza kuvuma taratibu. Siri iliyofichwa haikai milele. Jioni tulivu ya kijiji cha Kiwanda, upepo wa baridi ulipuliza majani yaliyokuwa yamekauka karibu na nyumba ya Elizabeth.
Alikuwa amekaa ndani ya chumba chake kidogo cha udongo, akiwa na watoto wake wawili waliokuwa wamelala kwenye blanketi lao la zamani. Mwanga wa taa ya mafuta uliruka ukipiga kuta, na sauti ya fisi ilisikika mbali msituni. Elizabeth alitazama watoto wake kwa upendo, akiwapapasa nywele zao kwa mikono ya upole. Moyoni mwake aliapa kwa mara nyingine, nitawapigania hadi pumzi yangu ya mwisho. Alijua maisha haya ya siri hayawezi kudumu milele, lakini hakutaka kufikiria uwezekano wa kuwatenganisha. Usiku huo ulionekana wa kawaida hadi ghafla sauti za ngoma nzito zikaanza kusikika kutoka mbali. Ngoma zile ambazo kijiji kilitumia kumuita mzimu wa nyoka mkubwa, Mujongi. Kila mlio ulipiga kama mapigo ya moyo ya hofu. Elizabeth alishtuka, taa ikatetemeka mkononi mwake. Alinyanyuka taratibu, akapiga hatua kuelekea dirishani. Nje, taa nyingi zilikuwa zikimetameta, na kivuli cha wazee wa kijiji kilionekana kikikaribia nyumba yake. Moyo wake ulianza kudunda kwa nguvu. Aliwaza, labda ni sadaka ya mwezi, lakini mbona wanaelekea kwangu? Walipofika mlangoni, sauti ya mzee mkongwe, kiongozi wa wazee wa ibada, ilisikika kwa nguvu. Elizabeth, toka nje, tunakuhitaji. Elizabeth alifungua mlango polepole, akiwakuta wazee watano wamesimama nje, wakiwa wamevalia mavazi meupe yaliyotiwa alama za damu ya mbuzi. Mbele yao walikuwa na bakuli la udongo lililokuwa na moshi wa uvumba. Mzee mkongwe alimsogelea hatua chache, akamwangalia kwa macho ya kutisha. Elizabeth, alisema kwa sauti nzito, mzimu wa Mujongi amenena kupitia kwa waganga wetu. Tumeshajua ukweli ulioficha. Elizabeth alijifanya kutoelewa. Ukweli gani wazee wangu? Aliuliza kwa hofu. Mzee mwingine akaingilia kwa sauti kali, umejifungua watoto mapacha wa kiume. Ulijaribu kuficha mmoja, lakini mzimu hawezi kudanganywa. Kesho asubuhi kabla jua halijachomoza, utawaleta wote wawili pangoni ili watolewe sadaka. Maneno hayo yalimvunja nguvu miguu. Alitetemeka kama mtu aliyechanganyikiwa. Hapana. Sio kweli, nina mtoto mmoja tu, alisema kwa sauti ya kutetemeka, lakini macho yake yalishindwa kuficha hofu. Wazee walitazamana, mmoja akasema kwa ukali, usijaribu kumdanganya mzimu. Halima, rafiki yako, ndiye aliyetuambia yote. Hata mtoto huyo aliyefichwa, tumemwona kwa macho ya kiroho. Kesho asubuhi lazima uwatoe. Usipofanya hivyo, mzimu atakulaani wewe na nyumba yako. Elizabeth alibaki ameduaa, akihisi ulimwengu ukimzunguka. Wazee walipoondoka, wakipiga ngoma zao za tambiko kuelekea kijijini, machozi yalimtoka bila kujizuia. Aliketi chini kwenye udongo baridi, mikono ikitetemeka. Halima, rafiki yangu, umenisaliti, alinong'ona kwa uchungu. Macho yake yalijaa machozi ya hasira na huzuni. Alikumbuka siku ile Halima alipomkumbatia na kumwahidi kuwa siri ile ingetunzwa hadi mwisho wa dunia. Lakini sasa, rafiki huyo ndiye aliyekuwa chanzo cha maafa yanayokuja. Ndani ya nyumba, watoto walipumua kwa utulivu bila kujua kitu chochote. Elizabeth alinyanyuka na kuwakumbatia wote wawili, machozi yakimdondoka mashavuni. Watoto wangu, dunia haijui thamani yenu. Wanasema ninyi ni kafara, lakini kwangu ninyi ni pumzi yangu. Alikaa nao muda mrefu, akiwalaza karibu yake. Nje, ngoma ziliendelea kupigwa hadi usiku wa manane, ishara kwamba tambiko la kesho limekwisha tangazwa rasmi. Kila mlio wa ngoma ulimgonga kama pigo la kisu moyoni. Hakulala usiku mzima. Kila alipofumba macho, aliona taswira ya nyoka mkubwa, akitembea ndani ya pango lenye moshi, akifungua kinywa kikubwa tayari kumeza watoto wake. Asubuhi ilikuwa karibu. Elizabeth alijua hana muda mwingi. Hofu iligeuka kuwa uamuzi. Alijua hawezi kuwakabidhi watoto wake mikononi mwa wanyama waliovaa ngozi ya imani. Alipoinuka, uso wake ulijaa machozi, lakini moyo wake ulikuwa thabiti. Nitaondoka. Hata kama nitakufa njiani, sitawatoa watoto wangu kafara, alisema kwa sauti ya kujiamini. Ulikuwa usiku wa mwisho wa utulivu kijijini Kiwanda. Wazee walilala wakiamini kesho watapata sadaka yao. Lakini Elizabeth alikuwa tayari kupanga hatua ya kutoroka. Vita kati ya imani za kijiji na upendo wa mama ilikuwa inaanza. Asubuhi ya mapema, jua lilianza kupaa polepole juu ya mlima, likiangazia kijiji cha Kiwanda kwa mwanga wa dhahabu. Elizabeth aliamka akiwa na moyo wa hofu na ujasiri mchanganyiko. Hakutaka kuchelewa, asubuhi watoto wake wangekuwa kafara kwa nyoka mkubwa wa kijiji.
Hivyo, alikusanya haraka kila kitu kilichohitajika kwa safari: chakula kidogo, maji, blanketi na watoto wake. Aliwachukua taratibu mgongoni mwake. Alipokuwa akifungua mlango wa nyuma, upepo wa asubuhi ulipuliza uso wake, na sauti za wanyama wa porini zikajaza hewa. Elizabeth alijua kila hatua ilikuwa hatua ya hatari, lakini upendo wa mama ulimfanya asiogope. "Watoto wangu," alisema kwa sauti ndogo, "tutafika salama, nanyi nitawalinda." Hakuwa amejua kuwa wazee wa kijiji walikuwa wameshaamka. Walipogundua nyumba yake iko tupu, walikusanyika haraka, ngoma zao zikipigwa kwa nguvu, wakipiga hatua kuelekea mlango wa kijiji kwa hasira ya kafara iliyopotea. Kila mmoja alibeba vimiminika vya mitishamba, moto wa mvua na mizinga ya karata za uchawi. Elizabeth alianza kutembea kwenye mbuga za kijiji kuelekea misitu minene. Hali ilibadilika mara moja. Wazee walikuwa karibu, wakipiga kelele za kiholela, wakitumia masharti ya kale ya kibabu. Moja baada ya jingine, maajabu yaliendelea kumkabili. Mashamba yanayokuwa mbele yake yaligeuka kuwa mapango ya nyoka wenye ngozi ya shaba. Mti mmoja ulijipinda kwa ghafla, ukipinduka kumzuia njia, huku magome ya mbao yakilipuka chini. Sauti za wanyama wa porini zikawa sauti za binadamu, zikimtisha na kumuita kurudi. Elizabeth hakukata tamaa. Alijua lazima apite juu ya milima, mito na mabonde, huku akihifadhi siri kubwa ya mtoto aliyejificha. Watoto wachanga walikuwa kimya, lakini walihisi hofu ya mama yake. Elizabeth aliwazungusha vizuri, akawaambia kwa upole, "Tunaenda mbali watoto wangu. Hatuendi nyuma." Walipoanza kufika ndani ya misituni minene, wazee walijitokeza ghafla. Wengine waliwasha moto miduara, wengine wakipiga mashoka yenye maneno ya uchawi. Kila hatua ilikuwa jaribio. Wanakijiji walitaka kumrudisha Elizabeth na kutaka watoto wake wakawe kafara. Hata hivyo, Elizabeth alitumia ujasiri na akili yake. Alijua njia za misitu. Alijaribu kuzidisha mwendo wa haraka, huku akichukua njia ambazo aliona wazee hawawezi kumfuata bila hatari ya kuanguka au kupotea. Katika njia ya mto wa wima, Elizabeth alikumbuka maneno ya Halima. "Siri hii ina miguu mirefu." Alijua maneno hayo yalikuwa kweli. Lakini hakuruhusiwa kuacha, hakuruhusiwa kupoteza watoto wake. Hata wakati mguu wake ulipokosa nguvu na moyo wake kuganda kwa hofu, alibaki thabiti. Alikumbatia watoto wake zaidi, akijua upendo wa mama ni silaha yake kubwa zaidi. Siku nzima walipita misitu na mabonde, kupita mabwawa na milima, wakipambana na njaa, uchovu na wanyama wa porini waliokuwa kama mashujaa wa giza. Wazee wa kijiji walikuwa karibu, wakiwasha moto, wakitumia nguvu zao za uchawi kumfanya arudi nyuma. Kila kipigo cha ngoma kilimfanya aelewe kuwa hatari ilikuwa karibu, lakini hakukata tamaa. Hatimaye, jioni ilifika. Elizabeth aliona mji mkubwa mbali, ukiangaza chini kwa mwanga wa jua la machweo. Alihisi moyo wake ukipumua kwa hofu na furaha. Safari ilikuwa ngumu, mateso yalikuwa mengi, lakini alifika salama mjini, na watoto wake wote wawili walikuwa hai. Alijua kuwa hatimaye walikuwa wamebeba siri na maisha yao yote salama, angalau kwa sasa. Lakini moyoni mwake alijua vita halisi bado haijamalizika, kwani dunia ilikuwa kubwa na hatari za siri zilizofichwa zilikuwa mbali mno kutokuwemo. Baada ya safari ndefu yenye hofu na mateso, Elizabeth aliweka familia yake salama mji mkubwa wa Mlingano. Alijenga nyumba ndogo lakini yenye usalama, yenye ukuta imara na dirisha dogo lililoangazia mtaa wenye shughuli nyingi. Hapa, maisha yalibadilika kabisa. Hakukuwa na ngoma za wazee wa kijiji, hakuna mizimu ya nyoka inayotisha, hakuna hofu ya kafara. Kila siku ilijazwa na kelele za watoto wanacheza mitaani, wagonjwa wakipata tiba, na wanakijiji wengine wakifanya biashara kwa amani. Elizabeth alijua kuwa siri ya watoto wake lazima ibaki salama milele. Kila asubuhi, alipoamka, alikuwa akichunguza mlango na madirisha, akihakikisha hakuna hata kipande cha taarifa kinachoweza kufichua maisha yake ya siri. Watoto wake walionekana kama wasio na hatari, walikuwa wakiwa na afya, walienda shule ndogo iliyo karibu, waliishi maisha ya kawaida. Lakini Elizabeth hakukosa kuwapa mafunzo ya kimsingi ya usalama, ujasiri na busara. Miaka ilipita na watoto hao walikuwa wakiwa wazuri, wenye akili na wenye moyo wa huruma. Hapo mwanzo walichanganyikiwa na hadithi za asili ya dunia, lakini Elizabeth aliweka utulivu wao mbele ya hofu za kale. Wakati mmoja, walipoanza kuongea juu ya ndoto na historia ya familia yao, walimuuliza mama yao, "Mama,
Tunataka kujua asili yetu. Kwa nini hatuendi kutembea kijijini Kiwanda? Kwa nini ndugu zako wa kijiji hawajawahi kuja kututembelea? Elizabeth akitazama macho ya watoto wake waliokuwa wakimwangalia kwa hofu na hamu ya kujua. Alijua ni wakati mzuri wa kuwapa ukweli, lakini kwa tahadhari, aliamua kueleza kwa uangalifu. Watoto wangu, kila kitu ninachowaambia lazima kibaki kati yetu. Msiseme chochote kwa mtu. Tumetoka mbali na hatari kubwa. Kijiji chetu kilikuwa na mzimu wa nyoka mkubwa, aliyepewa heshima na heshima zote. Kila mama aliyejifungua mapacha alilazimika kumpa mzimu mtoto mmoja kama kafara. Watoto walisikiliza kwa mshangao, macho yao yakipanuka. Lakini mama, sisi tuko wawili, mmoja alishika mkono wa mwingine kwa hofu. Elizabeth alitabasamu kwa upole, machozi kidogo yakitiririka. Ndiyo, mnaona nilijifungua mapacha, lakini mimi sikutaka kumpoteza mtoto yoyote. Nilifanya ujasiri mkubwa, nilikimbia pamoja nanyi ili tuishi. Hii ni sababu tumefika salama mjini. Hakuna aliyeweza kutufikia. Nilihakikisha kuwa siri hii ya kijiji haikutufikia. Watoto walikaa kimya, wakikumbuka hadithi za hofu waliokuwa wamesikia wakati wakiwa wadogo. Elizabeth aliendelea, hakuna mtu anayejua kuhusu habari hii, wala kuhusu njia niliyotumia kukimbia. Tulipitia mateso, mapigano na hatari za kila aina njiani. Lakini mama yenu nilipambana sana, ili wote muwe hai. Mwisho wa yote, maisha yetu yamehifadhiwa kwa ujasiri na hekima. Watoto walimkumbatia kwa nguvu, wakihisi upendo wa mama yao na hekima ya ujasiri. Elizabeth alijua sasa walikuwa tayari kuanza maisha ya kujitegemea, lakini pia alihisi ndani ya moyo wake kwamba siri hiyo ya kijiji na mzimu wa nyoka ilikuwa sehemu ya mafunzo yao ya maisha. Kila usiku, Elizabeth aliendelea kuwaweka salama watoto wake, akiwafundisha kuishi kwa hekima, kuwa na huruma, na kutojaribu kufuata siri za hatari zisizo za lazima. Alijua moja ya jukumu lake kuu limekamilika: kuwakumbatia, kuwalinda, na kuwafunza maisha ya busara. Katika nyumba ndogo mjini, maisha ya amani yaliendelea. Hata mitaa ilikuwa na kelele za furaha, watu wakishirikiana na kusaidiana, na Elizabeth alijua kuwa hatimaye familia yake ilikuwa salama. Baada ya miaka mingi, familia ya Elizabeth ilijaa amani na heshima mjini Mlingano. Watoto wake, Baraka na Benjamin, walikuwa wanaokoka na kuwa wachungaji wa kanisa la kijiji kidogo lililo karibu na mji. Wakiwa na umri wa miaka 27, walikuwa na hekima, moyo safi, na ujasiri wa kiroho unaowawezesha kuongoza watu wengine katika njia ya haki. Elizabeth alitazama familia yake kwa fahari kubwa. Safari yote ya hofu, mateso na siri ilikuwa imemalizika kwa baraka. Watoto wake wamelala salama, maisha yao yamejengwa kwa upendo, na familia yao sasa ilikuwa huru kutoka hatari ya kale. Hata hivyo, ndani ya moyo wake kulikuwa na hofu isiyoonekana. Mzimu wa nyoka mkubwa bado alikuwa katika kumbukumbu za kijiji cha Kiwanda, na hatima yake haikuwa wazi. Siku moja, Baraka na Benjamin walifika nyumbani, macho yao yakimwangalia mama yao kwa shauku na ujasiri. "Mama," Baraka alianza, "tunajua jinsi tulivyopata amani hii na jinsi ulivyotufanya tusiwe kafara. Lakini tuna uhakika kuwa hatimaye lazima tufanye kitu. Lazima tuende kijijini, kumteketeza nyoka huyo na kuondoa hatari ya milele." Elizabeth aliketi chini, macho yake yakijaa mshangao na hofu kidogo. Hata hivyo, alijua kuwa wakati umekuja. Safari ya hatari ambayo haikuisha tangu siku alipojificha mapacha wake ilikuwa ikihitaji hatua ya mwisho. "Ndiyo," alisema kwa sauti yenye shauku na huzuni, "tutafika kijijini. Lakini lazima muwe na imani na nguvu za kiroho. Mzimu huu ni wa kale sana, na ni hatari zaidi kuliko mabadiliko yote tuliyoyapitia." Baada ya maandalizi ya siku kadhaa, familia yote walianza safari kuelekea Kiwanda, kijiji kilichojaa historia ya hofu na ibada za nyoka. Walipofika mipakani mwa kijiji, walisimama na kuomba, mikono yao wamepandisha juu. Baraka na Benjamin waliongoza sala, wakitumia mistari ya maneno ya kiroho, nguvu zao za imani zikitoa mwanga mdogo uliozidisha nguvu za sala yao. Ndipo walipoanza kuona ishara ya nyoka mkubwa, ngozi yake ikichipuka kwa rangi za moto wa dhahabu, misuli yake ikitetemeka kwa nguvu za ajabu. Lakini kwa sala za familia na ujasiri wao, waliona nguvu zake zinapungua kidogo kidogo. Moto wa kiroho ulianza kuzunguka mzimu, ukimnyamazisha, ukimzidisha moto ambao uliteketeza kila ncha ya mabavu yake. Elizabeth alikaa kimya, macho yake yakijaa machozi ya shukrani na faraja. Hiyo ilikuwa ni hatma ya milele.
Nyoka huyo wa ajabu, aliyeleta hofu na kafara kwa vizazi vyote, hatimaye alinyamazishwa. Moto ulianza kupungua taratibu, na hatimaye pango na viumbe vyake vyote viliteketea kabisa, akiacha kijiji kikiwa kimya lakini kwa amani kamili. Wanakijiji walipokuwa wakiangalia mbali, waliona mwanga wa amani ukiangaza kijiji chao. Wakajua kuwa sasa hawana tena jukumu la kutoa kafara watoto wao kwa nyoka, na hofu ya kale iliyokuwa ikiwatesa kwa vizazi vyote iliondoka. Familia ya Elizabeth walisimama katikati ya kijiji mkono kwa mkono, wakiwa ishara ya ushindi na nuru. Watoto wa Elizabeth, sasa wachungaji wenye nguvu na hekima, walieleza hadithi kwa watu waliokaribia. Sasa hatuna hofu. Tumekombolewa na hatimaye tuna uhuru wa kweli. Kila mtu anapaswa kuishi kwa amani bila kufuata mila zinazoharibu maisha. Elizabeth alitabasamu, macho yake yakimwangalia Baraka na Benjamin waliokuwa tayari kuongoza kizazi kijacho. Alijua kuwa mapacha wake walikuwa nguzo za mwanga na matumaini kwa kijiji chao. Watu walirudi katika maisha ya kila siku, wakifanya shughuli zao za kilimo na biashara, bila hofu ya mizimu au sadaka za kafara. Kijiji cha Kiwanda kilibadilika milele. Wazee waliokaa zamani walipotea au kuzeeka, na vizazi vipya vilikuwa kwa hekima na amani. Hadithi za Elizabeth, watoto wake, na kafara ya nyoka mkubwa zilihifadhiwa kama funzo la hekima, upendo wa familia, na ujasiri wa mama aliyepigania maisha ya watoto wake. Mwisho wa yote, kijiji kiliishi kwa amani ya milele. Hakuna mwingine aliyelazimishwa kutoa kafara, hakuna hofu ya nyoka au mizimu ya kale. Baraka na Benjamin walirudi mjini mlingano na Elizabeth, wakifundisha watu njia ya haki, wakiendelea kuwa wachungaji wa roho, wakihakikisha kwamba usiku wa hofu na mateso hautapita tena kwa vizazi vijavyo. Hii ilikuwa ni ushindi wa maisha, upendo wa mama, na nguvu ya imani, mwisho wa kafara ya mzimu wa nyoka mkubwa. Asante sana mtazamaji wangu kwa kufuatilia simulizi hii hadi mwisho. Tumeshuhudia jinsi imani, upendo wa mama na nguvu za Mungu zilivyoshinda hofu na mila za giza. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili upate simulizi nyingine za kusisimua kama hii. Mpaka wakati mwingine, Mungu akulinde na usiache kuamini katika mwanga.